Na watu wote walikuwa wamtoa ushuhuda kama alikuwa mtu mwenye kuheshimu Mungu. Alikuwa mtu mwenye kufanya kazi ya Mungu vizuri, mchungaji mwema. Amechunga kondoo zake kwa roho ya upendo. Amechunga kondoo zake kwa roho ya woga wa dhambi. Sasa kwa ile ushuhuda yake ilifikia muda, kwa kuwa kila mtu hapa chini ajua ana muda Mungu anamwandalia. Miaka yake ilifika akafariki. Na alipofariki alitumika kazi ya Mungu kwa shida, alitumika kazi ya Mungu kwa mateso, alitumika kazi ya Mungu kwa magumu. Na nikikumbuka tungali watoto wadogo, niliona huku mainchi tulizaliwa ndani. Tunawasalimu asubuhi njema, Mungu awabariki. Tumepata tena kibali ya kuwa mbele ya uso wenu. Tukimshukuru Mungu kwa kuwa yeye ndiye mchungaji mwema. Ninaitwa Pastor Dismasi. Tumefanya kazi ya Mungu katika kanisa Pentecote de Réveil Philadelphia. Neema nzuri kama hizi za kuzungumza neno la Mungu. Kwa siku zilizopita tulisema tena neno la Mungu ndio chakula chetu cha kiroho watu wa Mungu. Wakati kanisa imekosa neno, shida imeingia, shetani ametupata. Wakati watu wa Mungu atusome neno, iko udhaifu kubwa kwetu. Lakini Mungu apewe sifa kwa kuwa angana atupatia tena hiyo uvuvi wa kukumbuka na kupenda neno lake. Siku ya leo tutazungumza kwa neno linasema kumtumikia Mungu. Kumtumikia Mungu imepishana na kutumikia mwanadamu. Kuna kazi hapa chini ya jua ambaye tunatumikia wanadamu. Ambaye kazi hapa chini ya jua tunatumikia societe fulani. Lakini tutazungumza juu ya kumtumikia Mungu. Mungu ndiye muumba wako. Na wakati umejua kama Mungu ndiye muumba, yafaa kumtumikia. Kwa kuwa tunaishi kwa neema ya Mungu. Kama tunafikia leo ni neema ya Mungu. Kama unafikia kwa miaka 20 ni neema ya Mungu. 30 ni neema ya Mungu. Hiyo yote Mungu anafanya kazi kubwa kwa kutulinda kwa kufikia katika miaka kama hiyo. Kwa kuwa kunaweza kuwa wale ambao ulizaliwa nao pamoja wa kufikia kwa siku kama hizo. Lakini kama tupo hai ni neema toka kwa Bwana. Sasa tunasema tutazungumza kwa neno, kichwa kia neno kinasema kumtumikia Mungu, sio kumtumikia mtu. Ikuko hapo utafauti ya kutumikia mtu na kutumikia Mungu. Sasa neno tutasoma ninapo katika kitabu cha Kutoka aya yake ya 9 na mstari wa 13. Tutazungumza kwa hiyo neno. Bwana akamwambia Musa, ondoka asubuhi mapema. Nasema kichwa la neno ni kumtumikia Mungu. Tutasoma katika neno la Kutoka aya yake ya 9 na mstari wa 13. Bwana akamwambia Musa, ondoka asubuhi mapema, ukasimame mbele ya Farao. Umwambie Bwana Mungu wa Hebrayo asema, wape watu wangu ruhusa waende ili wakanitumikie. Hapo tunajua historia ya wana wa Israeli, kama kuna muda walifika kuingia katika mji wa Egypta kuwa kama vile watumwa. Lakini kwa hiyo utumwa wao, matumaini yao ilikuwa tu kwa Mungu. Sasa Mungu akaita Musa na kumtuma kwa Farao. Wende waambie Farao, ulamkie asubuhi mapema. Umwambie Farao, Bwana Mungu wa Waebrania asema, wape watu wangu ruhusa waende ili wanitumikie. Walikuwa watumwa kwa miaka zote, walikuwa katika hiyo nchi, lakini muda wa Mungu ilifika kutuma Musa kati we amka asubuhi mapema, ufike mbele ya Farao, mwambie kama Bwana Mungu wa Waebrania amesema, acha watu wangu wende ili wakanitumikie. Bwana asifiwe sana. Miaka yote walipita katika shida, lakini lengo ya Mungu ilifika kwao siku moja kuwaondoa katika hiyo shida, na lengo ya yeye kuondoa katika hiyo shida ilikuwa kumtumikia Mungu. Tunasema kila siku mimi nazoea sema hakuna kazi nzuri kama vile kumtumikia Mungu. Hizi siku watumishi wa Mungu wamekuwa wengi, tumewasikia. Hizi siku watu wengi wiko katika kazi ya Mungu. Lakini ni vizuri sasa ujue kama wakati ulitoshwa katika dhambi, mpango ya Mungu ilikuwa kama vile uje ukamtumikie.
Sasa sijue namna gani huko umetumika hiyo kazi ya Bwana. Umeyakamata namna gani? Ni kazi yako, ni kazi umetumikia mwanadamu. Lakini kama tumetumika kazi ya Mungu, tunajua kama ni kazi ya Bwana, ya Mungu aliyeumba mbingu na dunia. Yafai tuitumike kwa usuja, yafai tuitumike kwa unyenyekevu, yafai tuitumike kwa kuogopa dhambi, yafai tuitumike kwa upendo. Lakini siku za leo watu wamechafua kazi ya Mungu. Watu hawaheshimishe kazi ya Mungu. Watu wafanye kazi ya Mungu kama vile inastahili. Na kuambia kwa siku ya leo ujue kama Mungu ambaye alikuita umtumikie, alikuita kama utumike kazi yake kwa kweli na haki. Mtu wa Mungu, wewe ambaye ulipata neema ya kuitwa na Mungu kama unitumikie. Wababu yetu walifariki, muda wao ulipita wa kutumikia Mungu. Wakuu wetu walipita, muda wao ulipita wakafariki, hawakumtumikia Mungu. Sasa wewe kama umepata hii kibali ya kumtumikia Mungu, ninakujulisha tena asubuhi ya leo, fanya kazi ya Mungu kwa usujaa. Fanya kazi ya Mungu kwa kweli na haki. Fanya kazi ya Mungu kwa kuogopa dhambi. Fanya kazi ya Mungu kwa imani. Fanya kazi ya Mungu kwa upendo. Ambia watu kweli. Ambia watu kuacha dhambi. Sio baraka. Baraka imetoka wakati tumetumika Mungu na unyenyekevu. Tumemtumikia Mungu kwa unyenyekevu. Tumemtumikia Mungu kwa kuogopa dhambi. Tukitii sheria za Mungu, sherti baraka za Mungu zitafika kwetu tu. Lakini hapana mtu mwenye kujaa dhambi ataona baraka za Mungu. Mtu wa dhambi hataona mbingu. Mtu wa dhambi hata rizi ufalme wa mbingu. Hakuna kichafu kitaingia katika ufalme wa mbingu. Sasa siku hizi mimi nina huzuni, nina kasirani. Nimesikia habari za watu wa Mungu, matendo sio kwa vizuri. Mwache tumtumikie, alituondoa katika dhambi na kutuita tuje tukamtumikie. Usijipiganie. Vumilia mateso, vumilia magumu. Kwa kuwa avumiliaye mwisho atapokea tu. Mungu atusaidie na Mungu atujalie neema. Watu wanaokuwa na mwaliko wa Mungu, mfanye kazi ya Mungu kwa bidii. Msitafute faida ya dunia. Tumika ujue kama nimefanya kazi ya Mungu kwa kuwa siku moja nipate kuona ufalme wa mbingu. Vya dunia vitapita. Na vyote tunaweza kuwa nao chini ya jua tutaviacha. Walio tutangulia waliviacha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa na sisi tutaviacha, lakini yafaa tufanye kazi ya Mungu kwa ukweli na haki. Tuwe na umoja, tuwe na upendo, tuwe na ushirika, tuogope dhambi, tushikane mikono. Hizi siku nimeona kitu gani chini ya jua? Makanisa yamekuwa mingi na ni vizuri kwa kuwa Mungu aliruhusu kama neno lake litazunguruka ulimwenguni pote. Lakini nimeona dimanche, siku ya Mungu, tunaita siku ya Mungu kwa Swahili huko kwetu. Hiyo siku ya Mungu, watu wa Kristo wamepishana barabarani. Kuna wanaopanda, kuna wanaoshuka, kuna wanapita kulia, kuna wanaopita kushoto. Kila mmoja amesema kama amen, nimeenda kanisani. Ni vizuri. Lakini Mungu ni umoja ambaye tumetumikia. Mfalme aliyetufia msalabani ni umoja. Sasa unakuta siku za leo, ili kanisa alishururikia kanisa lingine. Ili kanisa linahukumu kanisa lingine. Hawa wamesema hawa waokoke, na wanaangalia wengine hawa waokoke. Lakini nani ambaye amejua kama mwenzake aokoke? Mwenye kujua kama atajua wokovu wetu ni Mungu mwenyewe. Na hizi siku matendo ndiye natuonesha wenye kupima kuokoka. Lakini sisi zote tunachunga siku Yesu atarudi. Na hapo ndio kutajulikana waliotumika kazi ya Mungu kwa kweli na haki. Nilikuwa ningali kijana mdogo, nilikuwa nasikia mahubiri. Kuna mzee alikuwa anamuita Moses Corona. Huyu baba alinifurahisha sana kwa mahubiri yake. Nikamfurahikia, na wakati alifika kuwa mzee, nikaona amefanya kazi ya Mungu kwa usujaa. Nikaona amehubiri neno kwa usujaa. Na mimi nikasema, Mungu nisaidie na mimi nifanye kazi yako kwa kweli na haki. Mitume wa Yesu walifanya kazi, walialikwa, waliitwa. Na Yesu akawapa ile ujasiri, mwende mkanitumikie, mtangaze injili popote, na atakaye kubali mkambatize kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mitume ya Yesu Kristo wangelifanya kazi ya Mungu kwa makosa, leo kama sisi hatungepokea injili. Lakini walitumika kwa kweli, wa ndugu. Walisimama imara, walikuwa na umoja,
walikuwa na ushirika, waliogopa dhambi, wakajua ule ambaye wamemtumikia, wakashika amri ambaye aliwaachia. Sasa sisi siku za leo, sijui wewe uko umesimama namna gani, sijui uko naangalia wengine namna gani. Watu wamezaraulisha kazi ya Mungu, watu wamezaraulisha watumishi wa Mungu, watu wamezaraulisha neno la Mungu. Ndugu, we macho na mimi niwe macho, kwa kuwa kumtumikia Mungu kuna faida hapa chini ya jua, na siku moja tuone ufalme wa mbingu. Usijipiganie, usikuwe mtu wa tamaa. Nyenyekea. Muda wako mingi iwe katika muda wa maombi, muda wako ndefu iwe katika kusoma neno la Mungu. Watu wa Mungu tusaidiane, watu wa Mungu tushikane mikono, watu wa Mungu tuogope dhambi, watu wa Mungu tukemee dhambi, watu wa Mungu tuambie watu kweli. Hakuna mzinifu ataona ufalme wa mbingu asipotubu. Hakuna mwizi ataingia katika ufalme wa mbingu asipotubu. Hizi siku inakuwa kuficha dhambi. Tuambie watu kuacha dhambi. Dhambi imeua. Dhambi iliharibu Sodoma na Gomora. Dhambi ilituma wengi wa kuona ufalme wa mbingu. Dhambi ilituma wengi walitenda miujiza, lakini leo wanangoja hukumu. Sasa siku zetu hizi za mwisho inatubidi nasi kuwa macho. Musa kaondoka kaenda mbele ya Farao. Bwana wa Ibrania amesema achilia watu wake ili waende wakamtumikie. Farao alikuwa anaona tu kama mimi ndio watanitumikia, hawataondoka katika mikono yangu. Lakini Mungu wa mbinguni anatamani hiyo nguvu alikupatia ya kufana wewe umtumikie. Watu wanashughulika kwa shughuli mbalimbali ya dunia, ni vizuri, lakini ujue kama Mungu naye anakutaka umtumikie. Ujana wako tumikia Mungu. Akili yako itumikishe kwa kazi ya Mungu. Mali zako yatumikishe kwa kazi ya Mungu. Watu wanafinance makazi mbalimbali. Wacheza mpira watu wanawasaidia kwa kazi wanayofanya. Lakini kazi ya Mungu naona hii siku imekataliwa. Watu wanadharau kazi la Mungu, watu wasaidie watumishi wa Mungu. Sasa siku Yesu atarudi, wewe utatanga yako raporo gani? Mungu akusaidie na mimi anisaidie. Sisi ambaye tuko katika kazi ya Mungu tuitumike kwa kweli na haki. Na wewe ambaye unajua lengo la kumtumikia Mungu, hakuna kazi ambayo inakuwa na faida kwa ule ambaye ametumikia Mungu kwa kweli na haki, akiogopa dhambi, akitii amri za Mungu. Mungu atusaidie na Mungu atuwezeshe. Tutamaliza kwa hii neno iko hapa katika Wafalme wa pili, haya yake ya 4 mstari wa kwanza kufika kwa hadi 5 hivi ama 7. Inasema faida kwa kumtumikia Mungu. Kuna faida kwa sisi kufanya kazi ya Mungu. Isio kwa sisi kujinyanganyia. Isio kwa kusema uongo. Kuna kuwa neno watu wanatumikisha. Watu wa Mungu ni wa escrow. Sisi kazi yetu ni kuwa vielelezo hapa chini ya jua. Kazi yetu ni kutenda mema. Kazi yetu ni kuambia watu kweli na haki. Tumesema Yesu Kristo ndiye njia ya kweli na haki. Sasa na sisi inabidi tufuate hiyo njia. Kwa hiyo mwenye kuwa kwa hiyo njia hawezi kuitwa mwizi. Mwenye kuwa kwa hiyo njia hawezi kuitwa mzinifu. Kwa nini watumishi wa Mungu tumeanguka katika dhambi? Na ikijulikana ulimwengu zima, ushuhuda imeharibika ya kazi ya Mungu. Ushuhuda imeharibika ya utumishi wa Mungu. Wandugu, acha tuwe macho. Hii mambo haipendeze Mungu mbinguni. Hii mambo haipendeze Bwana Yesu Kristo ambaye alitualika kwa kazi yake. Hakutualika kufanya mabaya. Hakutualika tuaibishe kazi. Alitualika kwa kutumika kazi yake kwa kweli na haki. Mbona tunaogopa ba directeur financier ambaye tunatumikia? Tunaogopa ba DG ambaye watu wanatumikia. Kwa nini hatuwezi kuogopa Mungu ambaye ameharibu mwili na roho? Bwana Yesu atusaidie. Sasa kuna faida kwa kumtumikia Mungu. Tutasoma hapa katika Wafalme. Tunasema Wafalme wa pili, aya yake ya 4 mstari wa kwanza kushuka chini. Basi mwanamke mmoja miongoni wa wanawake wa wana wa manabii alimlilia Elisa, akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa. Nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana. Nina Biblia yenye kuwa na Swahili ngumu sana, Mungu anisaidie. Na aliye umwai amekuja ili atwale wana amekuja
ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. Elisa akamwambia, nikufanyie nini? Niambie una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mchakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa moja la mafuta. Akasema, enenda ukatege vyombo huko nje kwa majirani yako wote, vyombo vitupu, wala usitaki vichache. Kisha uingie ndani ukajifungie mlango, wewe na wanao, ukamimine mafuta vyombo vile vyote. Acha tuachie hapo. Sasa kulikuwa huyu mtumishi wa Mungu, alifanya kazi ya Mungu, na watu wote walikuwa wamtoa ushuhuda kama alikuwa mtu mwenye kuheshimu Mungu. Alikuwa mtu mwenye kufanya kazi ya Mungu vizuri, mchungaji mwema. Amechunga kondoo zake kwa roho ya upendo. Amechunga kondoo zake kwa roho ya woga wa dhambi. Sasa kwa ile ushuhuda yake ilifikia muda, kwa kuwa kila mtu hapa chini ajua ana muda Mungu anamwandalia. Miaka yake ilifika, akafariki. Na alipofariki, alitumika kazi ya Mungu kwa shida, alitumika kazi ya Mungu kwa mateso, alitumika kazi ya Mungu kwa magumu. Na nikikumbuka tungali watoto wadogo, niliona huku mainchi tulizaliwa ndani, watumishi wa Mungu namna walipita katika mateso wakihubiri. Tulikuwa katika mainchi yenye kuwa baridi sana, wakihubiri neno la Mungu, wamevaa mabaya, wamejifunika ulangeti, lakini wanaenda wamehubiri kama Bwana Yesu Kristo ndiye njia ya kweli na haki, mwache dhambi, muamini Bwana. Wamefanya kazi ya Mungu. Watoto hao wamegonjwa magonjwa kwa shokoro, lakini waliendelea kufanya kazi ya Mungu na wakapita katika hizo mateso, lakini walikuwa wavumilivu, wamekubali kumtumikia Mungu pamoja na mateso tu. Wambia, heri tuteseke duniani, lakini siku moja tuone ufalme wa mbingu. Sasa siku za leo watumishi wa Mungu tunataka kuwa watajiri tu, lakini waliotutangulia walifanya kazi ya Mungu katika shida. Sasa huyu mtu wa Mungu akafika, akafariki. Na wakati alipofariki, wakati alikuwa anaenda safari ya mahubiri, kulikuwa shida nyumbani za njaa. Na hizo shida za njaa, inaweza mama alikuwa anachukua deni ndogo ndogo. Wakati mume alikufa, sasa watu wa madeni walikuja na kusema, sasa mume wako amekufa, pesa zetu tutaipata namna gani? Kwa hiyo amekufa. Sasa umoja akakuja asubuhi akasema, hakuna kingine nimekuomba. Ninaomba nini? Hao watoto wako wawili mimi nitawachukua wende kuwa watumwa kwangu kwa ajili ya deni baba yao alikuwa nazo kwangu. Mama huyu akaumizwa. Mama akasikia uchungu. Unajua uchungu wa mama na mtoto. Malgre mateso, malgre shida, mama hawezi kukubali kuachilia mtoto wake. Akalia. Sasa, Mungu, mbona mume wangu alikuwa mwaminifu mbele yako? Mbona mume wangu alifanya kazi yako? Ndugu, acha tufanye kazi ya Mungu vizuri. Tusikatalane, tusichukiane, tusiumizane. Jeshi wakati waendapo vitani, wanakuwa na nia moja, wamekuwa na wazo moja, na macho yao imeangalia mbele, wameshikana mikono kwa kupiga adui wao. Sasa kwa nini sisi tunazongana chini ya jua hizi? Mungu atusamee sana. Lakini hizi siku si siku ya kuwa katika hali ya ujanja kwa kazi ya Mungu. Ni siku ya kunyenyekea na kuogopa dhambi, watu wa Mungu, kwa kuwa Yesu atarudi. Sasa huyu mama akaangalia, sema, hakuna mchungaji mkuu hapa, ni Elisa. Elisa akamwambia hizo shida, namna mume wake alikufa na alikuwa mtumishi wa Mungu. Sasa Elisa akaumizwa, tunasema ameumizwa na hiyo kusikia habari kama hiyo. Watoto wa mtumishi wa Mungu wanataka kubeba utumwa. Kwa siku za leo tumeongoza watu, lakini umekuta watu wametakia watumishi wa Mungu wa mabaya tu. Hatujue kama baraka zetu zimetoka katika watumishi wa Mungu. Kuna magumu zetu ambayo watumishi wa Mungu wametuombea, tumepata ufungulivu. Wametuombea magonjwa, tumepata uponyaji. Sasa ndio mimi nimesema kama siku za leo naona watu wametumikia Mungu kwa fujo, kutokuwa na akili na hekima. Elisa akauliza mama huyu, una kitu gani nyumbani mwako? Angalia shida ambayo watumishi wa Mungu tumepita ndani. Akasema, sina kitu. Hakuna kitu nyumbani mwangu.
Siku za leo nasikia huyu mchungaji ni mkosefu, huyu mchungaji hana kitu, huyu mchungaji hana gari. Lakini Lazaro alitumikia Mungu katika shida, wa ndugu. Ameishi kwa kula makombo, visalio ambaye imeanguka katika meza ya tajiri. Ameishi kwa hali ya ukosefu, alikuwa na kidonda kubwa, imbwa zilikuwa zinakuja kuambua hiyo kidonda chake. Ndio Biblia inamtaja hivyo. Lakini aliendelea kuwa mwaminifu, aliendelea kufanya kazi ya Mungu vizuri, na siku moja akapata mwisho mzuri. Watumishi wa Mungu, tumepita katika shida, heri tuvumilie. Sasa sina kitu isipokuwa mafuta kidogo iko katika chupa. Nasema sawa. Sasa neno nitakwambia ni hivyo. Enda nyumbani mwako, ukagazime vyombo mbalimbali, kandi viwe vikubwa. Ugazime vyombo hapo kwa majirani, uingize nyumbani mwako. Na visiwe vidogo. Tafutisha kabisa kwa majirani, mlima ama kijiji ambaye umeishi ndani, uombe vyombo uvitie nyumbani. Na wakati umekwisha kuzitia nyumbani, ukamate hao watoto wako wawili, mujifungie ndani ya nyumba. Ndio neno la mtumishi wa Mungu. Mujifungie ndani ya nyumba. Na wakati mtajifungia ndani ya nyumba, chukua sasa hiyo chupa ambayo inakuwa na mafuta, waanze kumimia kwa hivyo vyombo. Bwana Yesu asifiwe. Neno la watu wa Mungu linaumba. Neno la watu wa Mungu limefungua baraka. Mama akaingia na watoto nyumbani, na wakati alipofika nyumbani akachukua hiyo chupa, akaanza kumimia kwa hivyo vyombo. Kwa kumimia kwa hiyo vyombo, kia kwanza kikajaa, kia pili kikajaa, akaendelea hivyo, vikajaa mafuta, vikajaa mafuta, vikajaa mafuta. Akazunguruka nyumba yote, vyombo vyote vilikuwa vikijaa. Akaambia watoto, hakuna vingine, mwende tena mkatafute vingine. Wakapima kuleta vingine, wakamimia hiyo mafuta. Mafuta tena ikajaa. Akauliza, hakuna. Vyombo vikawaishia. Wakati vyombo viliwaishia, mafuta nayo ikafanya nini? Neno la Mungu linasema mafuta ikasimama. Bwana Yesu asifiwe. Baraka za Mungu ni nyingi kwetu sisi. Msiwaze kama watu watumikia Mungu ndio tutakuwa maskini tu. Tunaweza kuwa maskini kwa macho, lakini kiroho tu kwa tajiri. Bwana Yesu apewe sifa. Watu wa Mungu muwe tena wasujaa. Watu wa Mungu msimame tena imara. Kuna faida kwa kumtumikia Mungu. Sasa mama alipoona mafuta hiyo imejaa, akaenda kwa Elia, akamuuliza, sasa mtumishi wa Mungu, hiyo yote uliniambia nimeyafanya. Mafuta imejaa katika pipa zangu. Sasa nifanye nini? Elia akamwambia, imejaa. Aseme ndio. Sasa hicho nakwambia, uende ukachukue hiyo mafuta, uiujishe. Mama kageuka kwa mtajiri, akakuwa mchuruzi wa mafuta hapo. Alifika nyumbani, akapiga kelele katika kijiji, wenye kutafuta mafuta heri muje kwangu, mwenye kutafuta mafuta heri muje kwangu. Hakukuwa anajulikana, akajulikana hapo. Watu wakakuja kuuza mafuta, wakutoka mbali, wakutoka karibu. Akaujisha. Elia akasema, ukapoujisha, pesa zitakapotoka ndani, lipa hiyo deni, na masalio itabaki ikutunze wewe na watoto wako. Mungu asifiwe sana. Tunaweza tumikia Mungu katika shida, wa ndugu, lakini siku ya baraka ni moja. Tunaweza tumikia Mungu katika shida, lakini tuifanye kwa kweli na haki. Tunaweza tumikia Mungu kwa kuchichekelea na kutudharau, lakini mjue ule ambaye alikuita. Acha wewe simame imara. Ushuhuda wako pendeze Mungu. Matendo yako ipendeze Mungu. Kazi yako ipendeze Mungu. Leo hata tunafariki kwa kuwa tuko wageni chini ya jua. Yesu alisema hivyo. Watoto wetu Mungu anaweza kuwakumbuka siku moja kwa kazi tuliyofanya. Lakini wakati umefanya mabaya, ujue kama utavuna mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni neno la Mungu. Likusaidie na mimi linisaidie. Ujue kama ulialikwa kumtumikia Mungu na kuna baraka kwa kumtumikia Mungu. Asi Mungu awabariki. Ujichunguze kwa kazi uko nafanya ya Mungu. Wende nayo kwa utaratibu. Shauria watu kwa kweli. Ambia watu kuacha dhambi, na uwe kielelezo kwa kazi ya Mungu. Mungu awabariki watumishi wake, na Mungu awasaidie popote mnapopatikana. Hata popote unapokuwa, fanya kazi ya Mungu. Ujue kama baraka itakuwa ndani. Mungu tunakushukuru kwa kwako mwema. Umefanya makuna maajabu yako kupitia neno lako. Acha tusaidie, tupe nguvu kwa kazi yako. Samee wote wamefanya kazi yako kwa udhaifu. Samee wote wameingiza dhambi katika kazi yako. Waliokuwa watumishi wamekwisha kupotea. Waliokuwa Wakristo wamekwisha kupotea. Katika nchi ile tuwasaidie. Katika nchi za mbali wasaidie. Wanaokuwa katika nchi ya kigeni wasaidie. Amsha tena karama zako Mungu. Wape tena watu maono ya kufanya kazi yako kwa jina la Yesu. Ondoa dhambi katika kazi.
Ondoa dhambi kwa watumishi wako, ondoa dhambi kwa kanisa lako. Fungua watu wako Mungu, wanaofungwa na magonjwa, waponye, kwa kuwa wewe ndiye mganga mkuu. Nyuma ya kuwaponya, wewe wazima wakutumikie. Wanaokuwa magerezani, wafungue Mungu, waondoke ndani na wakutumikie. Shetani ashindwe, shetani achilie kanisa. Kazi lako liendelee, neno lako liendelee ulimwengu nzima. Basi tunakushukuru kwa kota tusaidia, na zaidi ya yote tuwezeshe siku moja tuone katika ufalme wa mbingu. Bana, upewe sifa na uimidiwe. Tunaiomba hivi kwa machache, kwa mengi utatubariki kwa jina la Yesu. Amin. Mungu awabariki na Mungu awajalie neema.